tununue ako kashamba kenye tunaona mahali. So ukiweka kwa fixed account, by the time napata pia ile yangu, tujazilie kindani, tuweze kufanya nini? Tununue kaploti ama kashamba kadogo. Ama what do we do? Inatosha ploti? Inatosha. Sehemu gani? Sehemu fulani. Ninyi wote mnakubaliana kwa hii komiti yenu, mkikaa kwa hiyo komiti, so that mseme haka kashamba kangu, haka kado, acha tununue shamba. Tukishamaliza kununua shamba, hiyo yako yenye unatarajia mahali pale, let's bring it now, tuweze develop that piece of land. You see, hakuna stress. Kila mtu anajua, manze, tuko na kashamba tunaenda kununua. Everyone knows. Na make sure hii channel yetu tuna move na. Kama wewe ni viewer tu, si uingie tu hapo. Naonanga hapo kuna video zingine watu wamewatch wengi, lakini mtu haja subscribe. Sienda tu hapo chini, gonga hiyo subscription button. Na ukigonga hiyo subscription button, si ni furaha yangu na yako? Penzi mtazamaji, karibu tena kwa channel hii yetu ya Love of Theo. Na siku zote jina langu ni Omuse Theophilus. Na karibu sana tena na sana. Kwa muda kidogo hatujakutana vile. Kuna kashughuli kaliko kamenishika kiasi, but we thank God we are back and we are done with that shughuli. Na sasa tuko hapa uwanjani tena, tumerudi, na kama kawa tunakuja na vitu nonono, vitu nzuri na vitu tamu ambazo zingefanya tufanye katika channel hii yetu. Na manze, kuna vitu fulani nimelearn kwamba wakati nilipokuwa hapo nje harakati za hapa na pale, shughuli ya huku na pale, kuna vitu vingi kwamba wadau wenzangu, kuna watu wanaumia huko nje. Vitu haviendi jinsi tunavyotarajia, na vitu bado haziendi jinsi ambavyo kila mmoja wetu anatazamia ziwe, hasa katika ndoa zetu, katika maisha yetu ya kila siku. But inafaa tufanye jambo lipi ili tuweze kushughulikia jambo hili kwa ufasaha na kwa uzuri, ili tuweze kuishi kwa pamoja kama familia nzuri, ili tuweze kuishi kama wanafamilia wazuri, ili tuweze kuendelea kukuza watoto wetu na maisha yetu iendelee vizuri. Wengine wameachana kwa vitu vidogo tu ambazo ingekuwa nzuri kama tungeweza kuzijadili na kuzizungumzia, ingekuwa afadhali na hatungekuwa na hizi changamoto zote. Watu wanaachana na vitu vidogo kama nani sija amekula samosa ya nani kwa fridge. Lakini zote mara mwingine ameibia mwenzake pesa kwa walenje, mwingine sija amekosa kufanya nini, mwingine sijia hajaeka kiatu penye inafaa, mwingine amekosa kufunika choo, na watu wanaachana kwa sababu hizo vitu vidogo. Na hivi leo nimekuja kwamba katika kujenga familia yetu iwe kitu kimoja, iwe tuwe kama familia moja, kama watu tunaishi kama kitu kimoja ama kama familia, ni maneno yapi ambao inafaa sisi kama wanafamilia tuyazingatie na tuyafanye kwa kitu kimoja katika familia yetu, ili tuweze kwenda mbele. Na kabla hatujaendelea sana, ni kwamba mahali ambapo tuko inaitwa Masters 3. Masters 3 ni sehemu ambapo ya burudani, unaweza kuja pia kukula na kukunywa. Wako na kila aina ya chakula, be it breakfast, if you want breakfast, lunch, even dinner, you can get it in Masters 3. And also for those ones who will want to have a drink, to have a chat with friends while sipping some drink, here in Masters 3 restaurant is where you can get each and everything that you will need and you want. And let's get back to our topic now. Now, some of the things that can build and make our family look like it is a real family that each one of us will admire, each one of us or every person will admire, is that we need to have togetherness. Togetherness, yani kuwa kitu kimoja katika familia, kwamba mke na mume tuwe kitu kimoja katika familia zetu, ili tunapozungumza kitu fulani, jirani ama mtu fulani aone kwamba
hao watu wako na similarity fulani. Mnaweza kuwa katika mkutano fulani, mmekutana mahali, mnakaa, you are having a drink, but the way you two people are talking, even if you are given opportunity to speak in different occasions or in different ways, mmoja amekaa mahali pale, mwingine kona ingine pale, mmekaa katika ile mahali, wakati yote ama whenever you are given a chance to speak or to talk about something or to comment about something, you comment in one voice, in oneness. Yani your voice, your points, everything that you speak out comes as a result that you are one person, you are one family, you are coming from one house, you are sharing one thing or the other. At least you are sharing something in common, so that unapoishi kama kitu kimoja katika kama familia, kila kitu inakuwa shwari, maisha inakuwa nzuri. Kama tumesikizana, tumesikizana, kitu fulani tunafanya hivi, tunavaa hivi, tunazungumza hivi, sisi sote tunapovaa ama tunapofanya kitu kile, kiwe ni kitu cha umoja, kitu ambacho inajulikana kwamba imetoka katika familia moja. So tunaweza avoid some of the things, some of the interactions, maybe kuvujiana kwa ndoa ama kufanya vitu vingine, iwapo sisi wenyewe, sisi kwa sisi, kila mmoja wetu tunafanya kitu kwa umoja na kwa upole. Kitu kingine is about loving each other in oneness, kwamba tuwe kitu kimoja. Tunapokuwa kitu kimoja, tuwe na mapenzi, mapenzi yetu iwe imekolea, mapenzi yetu iwe kamili, iwe imedhihirika katika mahali popote tunapoenda, mahali popote ambapo tuna interact with different people. Whatever we speak out, whatever we talk, whatever we are doing, it should reflect oneness. Sio kwamba I'm saying this, my partner is saying the other thing. It becomes something that is somehow contradictory, and it doesn't bring out our family picture. When God created human being, and after creating a man, he saw that this person cannot live alone. Hawezi ishi peke yake kama binadamu, hawezi saidiana, wanyama hawezi msaidia. Imagine ukiwa na watu, unaishi na kunguni. Kunguni ndo wanapiga na yeye story. Nakaaje? Hata is it even ama kingombe fulani kinakuja kinakupigisha story. It doesn't add up anyhow. So God decided to create a man, to make man sleep, and then after making a man to sleep, he said, I want to create somebody mwenye anaweza chapa na huyu jamaa story, mwenye anaweza at least talk to this man, help one another. In case of anything, they can help one another to make sure that their life goes on well. And that is why God made a woman to come into a man's life, so that each and every time we talk to one another, each and every time a man gets stranded, the lady, the wife, can stand by his side and have him, and have her shoulder. He can lean on the wife. When the wife or the lady has a problem, she can lean on the man. So, ladies and gentlemen, each one of us, we have a responsibility to play with our partner. God created you to have that partner that you have, so that you do things concurrently, you do things by helping each other, by loving each other, and by doing things that each one of us will be certified and should be ready to adhere to. Another point is that we should, in our marriage or in our family, we should have a family committee, that you, husband and wife, you should come together and sit together as one family, as one person, as a family that has come from maybe different positions, different places. You come together and sit and become one person. You are made to be one another's helper. So when you become the helper of one another, you come together and have your own stories.
You can share ideas with one another. You can also have family committees where you can discuss, mama, this and this inafaa tufanye hivi na hivi. Mimi kwangu, kwa side yangu, ningependekeza tuwe na watoto wawili, ningependekeza tuwe na watoto watatu, ningependekeza tuwe na watoto hata 10. But mwingine anasema, oh no, tukiwa na watoto 10 it will be a burden, or if we have kids we should have this and this and this, or we can come together and have kids at once for maybe for when you are still young, so that at a given period of time you now have to kuwalea hawa watoto. After kuwalea, mweze kuwaleta watoto hawa pamoja ili waweze kufanya bidii, mweze kuwasomesha. Baada ya kuwasomesha, maybe mwanze sasa kukula mastare na kukula mali yenu polepole. Lakini if we do not have these discussions and we do not have these committees, blames will be on one another. Mimi nitakuwa na laumu mke wangu kwamba wewe ndio ulifanya tuwe na watoto wengi. Mke wangu atasema hapana, nilikuambia haukusikiza. So when we have an harmony together, we come together as a family, we come together as one person, and we say to each other, oh my dear, this and this and this is what we should have, we need to do. This is what we should do in order to make sure our family, we grow together, we grow our family, we grow our kids, we give, or we say, let's give some duration. Let's give, after every 5 years, we give birth to a kid. After every 5, we give birth to a kid, so that we give in a room. So to avoid all these blames, oh, hey, he, we need to come together, we need to sit together and say, oh my God, this is what we need to do, this is the discussion that we need to have, so that we have a harmonious family, we have a beautiful family, we have one another, that kila saa, kila mara, it's just joy and happiness, no blame, no what, because everything you discuss together. Si ati mama anasema tununue kiti kubwa, mzee anasema haja gani ya kiti kubwa. So you will end up kila saa mnapimana nguvu. Si amekataa kununua, acha ninunue, alafu amekataa ninunue, acha ninunue, alafu nione atafanya aje. Can he maybe destroy them, burn them, sell them out, throw them away, or what? So mnapata kwamba kila wakati mko na ugomvi katika nyumba yenu, katika boma yenu. It is only that you do not have committees that we may help each one of us. We may be able to understand each one of us. We may be able to discuss some issues that may be affecting our marriage, things that will help us move forward, things that will help us at least make a step in our lives. So for us to have a committees, the importance of this committee, the importance of these committees is for each one of us, for every one of us to stand firm and give our points and say this is what we need to do. Disagree in that committee, it's allowed. Unaona? Ukidisagree kwa hiyo committee, it's even better, because when I disagree with my wife in this committee, we keep it there, and then after disagreeing, we agree at long last by the committee, after at the end of the committee. Now, when we move out or we get out of this committee, tukienda kulala, tukienda maybe shughuli zetu nini za kila siku, for every time, you will get that this committee will help each one of us, in that hatutakuwa na kugongana tena kwa vichwa. We shall arrive to a right conclusion that will make us prosper in whatever things that we are doing. Let's also share everything without secrets. That's another point that I like us to share out. That tuweze kushare ama kujadiliana kwa pamoja, to avoid secrets, kwamba hii na hii, Suja amenunua plot mahali, amenunua shamba mahali, ameenda amefanya kitu gani mahali na hajaniambia. If you are a man, alafu bibi wako umesikia amenunua plot mahali,
lakini hajakuambia eti nimenunua plot ama kuna mpango za kununua ploti. So much disgusting. Ni mbaya sana. So if we had shared, mke wangu ameniambia mzee, vile naona hali si mzuri, watoto wetu wanakuwa karibu wanaingia shule, na saizi manze hii nyumba ya kurent haileti shangwe. What do we do? Kuna kapesa kidogo ya chama nimepata, na nimepata I feel like tunaweza enda nunua kashamba. How do you see? Kuna kitu uko nayo tuweze kuongezea? Kuna pesa fulani nitapata siku fulani na fulani, na ukihold on kidogo, hiyo pesa usitumie, weka kwa account fulani ama inaitwaje hii account? Let's put our money kwa ile account ambayo hatuwezi interrupt, hatuwezi haribu, into a fixed account. Yes, it's called fixed account. Into a fixed account, so that tusisumbue hii tununue hii ako kashamba kenye tunaona mahali. So ukiweka kwa fixed account, by the time napata pia ile yangu, tujazilie kindani, tuweze kufanya nini? Tununue kaploti ama kashamba kadogo. Ama what do we do? Inatosha ploti? Inatosha. Sehemu gani? Sehemu fulani. Ninyi wote mnakubaliana kwa hii komiti yenu, mkikaa kwa hiyo komiti, so that mseme haka kashamba kangu, haka kado, acha tununue shamba. Tukishamaliza kununua shamba, hiyo yako yenye unatarajia mahali pale, let's bring it now, tuweze develop that piece of land. You see, hakuna stress. Kila mtu anajua, manze, tuko na kashamba tunaenda kununua. Everyone knows. Lakini if you do not have that, amjaongea in that group, in that family meeting, you have not discussed about it, you have not talked about it, you have not even agreed upon side gani tunaweza fanya iwe tuweke plot yetu, you have not even did your analysis well. Umefanya tu kisiri, alafu mwenzako asikie siku moja uko na plot mahali. What's the reaction? Watch wengi, lakini mtu haja subscribe. Sienda tu hapo chini, gonga hiyo subscription button. Na ukigonga hiyo subscription button, si ni furaha yangu na yako? And also share this video, share to to our friends, ili tuweze kuendelea mbele. Ladies and gentlemen, thank you so much. May God bless you.